Asante kwa kusalia nasi. Karibu. Hii ni Habari Wikendi na leo ikiwa ni Machi 30 ambapo kila mwaka tangu 2022 ilivyopitishwa na Umoja wa Mataifa na kuanza kuadhimishwa, huu ikiwa ni mwaka wa 3 sasa, inaadhimishwa siku wanasema taka sifuri au siku ya kudhibiti taka zaidi. Karibu sana Marco Doto. Yeye anatoka Nipe Fagio na ni afisa wa hamasa wa jamii kutoka taasisi ambayo inajishughulisha na masuala ya usafi wa mazingira. Mmekuwa mkifanya mengi zaidi hapo. Yeah. Lakini kwanza nitakufahamu kuhusiana na siku hii, tunasema siku ya taka sifuri. Ni siku ya namna gani? Kwa sababu ni mwaka wa 3 tu sasa tangu ilipoadhimishwa. Labda ningeanza kwanza kuelezea maana ya taka sifuri ili pia mtazamaji apate kujua. Kifupi, taka sifuri ni mfumo ambao unalenga kupunguza taka au kuondoa kabisa kitu kinachoitwa taka kwa kuhakikisha kuna kuwepo na urejeleshaji, kutumia matumizi ya bidhaa ya zaidi ya mara moja, lakini vile vile kuzalisha mbolea na funza ambao wanatokana na taka ozo. Kwa hiyo ni kiufupi ni hivyo tu kwamba taka sifuri inalenga kupunguza taka, uzalishaji wa taka. Yeah. Lakini tukisema taka sifuri ni kama vile ni hakuna taka kabisa, ni kitu ambacho kama hakiwezekani. Taka sifuri inawezekana, kwa sababu hata ukirejelesha ina maana kuna taka nyingine inazalishwa. Lengo la taka sifuri ni kuhakikisha tunapunguza taka. Kwa watu wengi wanaweza wasiamini kwamba inawezekana kufikia kitu kinachoitwa taka sifuri, lakini inawezekana kwa sababu kama tutakuwa na bidhaa ambazo zitakuwa zina uwezo wa kufanyiwa urejeleshaji, maana yake zitaingia kwenye ule mfumo wa mzunguko tunaita, au kwa Kiingereza wanasema circular economy. Kwamba taka zote bidhaa zote zitakuwa zinaingia kwenye huo mfumo. Mtu akitumia bidhaa inakuwa inatumika mara nyingi zaidi na inaweza kurejeleshwa na kubadilishwa kuwa bidhaa nyingine. Lakini tukija kwenye siku yenyewe ya taka sifuri, ilipitishwa mwaka 2022 kupitia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambapo Uturuki ilitoa pendekezo la kuipitisha hii taka sifuri, kwamba kuwe na siku ambayo itakuwa ni kwa ajili ya kukumbuka na kukumbusha watu ili wajue wajibu wao katika kuhakikisha hakuna uchafuzi wa mazingira unaotokana na taka ngumu. Yeah. Kwa hapa nchini mnaona tumefikia kiwango gani? Kwa sababu zipo tafiti ambazo zimefanywa katika maeneo mbalimbali. Kuna maeneo ambayo kuna ahueni kama ambavyo tumeona katika moja ya ripoti zetu kule Moshi. Kwa Tanzania, kwanza tukiongelea swala la udhibiti wa taka ngumu, kiukweli kumekuwa na changamoto kubwa sana. Na hasa ukiangalia kwenye majiji makubwa kama Dar es Salaam, kuna uzalishaji mwingi sana wa taka, lakini vile vile udhibiti wake sio mzuri sana. Sababu kulingana na tafiti ambazo zimekuwa zikitolewa, Dar es Salaam kwa mfano, kumekuwa na uzalishaji wa zaidi ya tani 5,600 kwa siku moja. Hizi zote zinazalishwa, lakini ukusanyaji wake ni 40% mpaka 50%. Kwa hiyo hapo tuna 40% mpaka 50% ambazo zinakusanywa vizuri na kupelekwa dampo. Kwa hiyo 10% nyingine zilizobaki hatujui zinaenda wapi. Na inawezekana kuna watu ambao wanatupa sehemu ambazo sio rasmi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Na kuna hatua mbalimbali ambazo zimekuwa zikichukuliwa. Kwa mfano sisi Nipe Fagio tulianza kufanya utekelezaji wa mfumo wa taka sifuri tangu mwaka 2019 baada ya kuona kwamba Dar es Salaam kumekuwa na changamoto kubwa sana. Maana ukienda sehemu nyingi, kwa mfano kwenye fukwe za bahari, kumekuwa na taka nyingi sana zinazoonekana kule, na tafiti zetu zilituonyesha kwamba taka nyingi sio kwamba zinaonekana tu kule. Kuna sehemu ambayo zinatokea sasa kwenye jamii ambazo watu wanazitupa kwenye maeneo ya wazi.
kuna nyingine watu wanatupa kwenye mito. Sasa mvua ikinyesha zinachukuliwa zote zinapelekwa baharini. Sasa ndo tukaanza sasa na mtaa mmoja kufanya utekelezaji, mtaa wa Bonyokwa ambapo tulifika pale. Sasa lengo ni kuhakikisha kwamba jamii inapata uelewa kwanza, kujua namna nzuri ya kutenganisha taka kwa sababu unapozungumzia taka sifuri lazima uangalie kitu kinachoitwa utenganishaji wa taka kuanzia nyumbani au sehemu inapozalishwa. Tunatenganisha kwa makundi mangapi? Kwa sisi tunaelimisha jamii kutenganisha taka katika makundi manne. Na katika hayo makundi kuna kundi la kwanza ambalo ni kundi la takaozo ambazo zinaweza zikawa mbolea. Takaozo huwa zinazalisha mbolea na funza au magoti, chakula kizuri kabisa kwa kuku na samaki. Lakini vile vile kuna kundi la taka rejeshi. Hizi ni zile ambazo zinaweza kufanyiwa urejeleshaji. Kuna chupa za plastiki, kuna boksi, kuna vyuma chakavu na nyingine zote ambazo kiukweli huwa tunaona hata mitaani kuna watu ambao huwa wanaziokota wanaenda kuziuza na kupata kipato. Lakini vile vile kuna kundi lingine ambalo ni kundi la tatu la taka hatarishi za nyumbani. Hili huhusisha sasa hizi diapers, pampers za watoto. Kwa hiyo hilo nalo ni kundi ambalo jamii tunaielimisha watenganishe. Lakini kuna kundi lingine la mwisho ni kundi la taka nyinginezo. Sasa hizi ni taka ambazo kiukweli haziwezi kufanyiwa urejeleshaji au kuingia kwenye kundi la kuzalisha mbolea. Sasa hizi huwa wanatenganisha vizuri na mwisho wa siku hizi huwa zinaenda dampo. Sasa mfumo umesaidia sana kwa sehemu ambazo tunafanya utekelezaji, na kwanza niwapongeze jamii ya Bonyokwa kwa sababu tangu tumetoa elimu wamekuwa wakionyesha ushirikiano mzuri, wanatenganisha vizuri taka zao na kupitia mfumo wa taka sifuri tumeweza kuzalisha ajira kwa vijana ambao ni wakusanya taka wanaopita kukusanya taka zilizotenganishwa zaidi ya watu 35. Ni taka zote zinaweza kutumika kwa namna nyingine ama kuna zile kama ambavyo umeeleza hizi nyinginezo zinafanywa nini? Kiukweli hizi taka nyinginezo kwa sasa hivi hatuna kitu ambacho tunaweza tukazitumia. Ambazo zinakuwa kama ni zipi? Mfano wake kuna mifuko ya plastiki. Kuna hii mifuko ya plastiki au vile vifungashio vya plastiki. Kiukweli hakuna sehemu ambazo wanazifanyia urejeleshaji au hakuna namna yoyote ambayo inaweza ikatumika ili viweze kutumika zaidi ya mara moja. Sasa kinachofanyika, sisi tumekuwa tukishirikiana na serikali katika nchi, lakini vile vile kimataifa kuhakikisha kwamba kunakuwa na mifumo mizuri ambayo itasaidia kuzalisha bidhaa zitakazoweza kutumika zaidi ya mara moja. Hili ndo lengo letu, na mwisho wa siku kama tutakuwa na ushirikiano sisi wadau, serikali na taasisi mbalimbali na wale wazalishaji wakawa wanazalisha bidhaa ambazo zinatumika zaidi ya mara moja, tutafikia kwenye lengo la taka sifuri. Na inawezekana kwa sababu sasa hivi tunaona kweli kwa mfano kuna hizi chupa za plastiki tunaona zinatafutwa sana, zinatumika zaidi ya mara moja, zinafanywa urejeleshaji. Na mwisho inawezekana pia hata kwenye hizi taka nyinginezo tunazoziona hazitumiki, kama wataboresha uzalishaji wake ukawa ni mzuri, maana yake tutafikia lengo la mfumo wa taka. Lakini hapo umegusia swala la elimu. Ndio. Wakati mwingine watu wanauelewa kwamba kutumia kitu watu wanatupa barabarani, mtu yuko kwenye basi atatumia, atarusha au atatupa. Unadhani ama mnadhani kitu gani cha ziada hasa ili kumfanya mtu aone kwamba yu sehemu ya mazingira na ni wajibu wake kutunza? Ni kweli, na uzuri katiba ipo wazi kabisa, inaonyesha kwamba ni wajibu wa kila mtu
kushiriki kwenye kuyalinda na kuyatunza na mazingira. Mwingine kwa sababu anajua ni kosa lazima angalie hivi kama hamna mtu anamuona ndio anafanya hivi. Na kiukweli kuna watu wenye hizo tabia kwamba unakuta mtu anaelewa kabisa ila sasa shida inakuwa kwenye kuwajibika, inakuwa ni changamoto. Kuna sheria, serikali inalijua hilo na inafanya kazi kubwa sana kuhakikisha inasimamia zile sheria. Kuna maeneo huwa tunasikia kwamba mtu akionekana anatupa ovyo taka anakamatwa na sheria inafuata mkondo wake, lakini kikubwa zaidi tu ni tunaendelea kukumbushana ili kila mtu ajue kwamba anatakiwa kushiriki kiuhakika kwenye swala zima la kuhakikisha mazingira yanakuwa safi. Kwa sababu ni wajibu wa kila mtu kuhakikisha mazingira yanakuwa safi. Tunaweza vipi kugeuza taka kuwa fursa? Kwa sababu ni kitu ambacho pia kimekuwa kikizungumzwa. Umegusia hapo kwamba mmefanikisha kutengeneza ajira. Hili linawezekana vipi? Linawezekana. Kwa mfano nitazungumzia sana upande wa Bonyokwa ambayo ndio sehemu tulioanza kufanya utekelezaji, kwamba katika hizo taka zinazozalishwa kama watu watatenganisha vizuri, kwa mfano takaozo, yale mabaki ya chakula wakaweka kwenye chombo chake, yataenda kuchakatwa na kuzalisha mbolea. Sasa ile mbolea ni nzuri sana, inatumika kwa kilimo. Sasa badala ya kutupwa inatumika kwenye kilimo, na mwisho wa siku ni mbolea nzuri ambayo inasaidia ardhi, mazao yanastawi vizuri kwa sababu ni mbolea ya asili. Lakini vile vile kuna hawa wadudu. Sasa hivi utasikia kuna watu wana miradi mingi sana ya kuzalisha hawa wadudu kwa sababu wameshajua faida ya kutumia hawa wadudu kulisha mifugo wao. Hii inatokana na takaozo. Kwa hiyo kuna miundombinu inatengenezwa ambayo inasaidia kuzalisha hao wadudu, na mwisho wa siku kuna watu ambao wanaenda kuwatumia kuwalisha mifugo yao kama kuku, kuna samaki. Kwa hiyo wale ambao wanatumia hao wadudu inawasaidia. Kama mtu ana mradi wa kufuga labda kuku, akitumia wale wadudu maana yake ataongeza uzalishaji. Lakini vile vile wale ambao wanafanya kazi ya kukusanya zile taka na kuzigeuza kuwa fursa wanapata kipato, kwa sababu wanapouza mbolea, anapouza wadudu anapata faida, anapata hela. Lakini vile vile kuna hizi taka rejeshi, anapozikusanya kama mwananchi au mwanakaya atamtenganishia vizuri taka, sasa atazichukua, mwisho wa siku ataenda kuzihifadhi vizuri, zikiwa nyingi anaziuza kwa mfumo mzuri kabisa, tofauti na hii mifumo ya hatari kwamba kuna watu ambao kweli tunawaona mitaani wanaokota taka lakini hawana vifaa vya kujikinga. Sasa wanapokuwa wanapita, kuna muda mwingine wanaenda maeneo hatarishi. Kwa mfano ukienda dampo kule utawakuta hapo wengi sana, lakini kupitia mfumo wa taka sifuri unawaleta pamoja, wanakuwa wanafanya kazi kwa pamoja, wanakuwa na vifaa vya kujikinga. Unawasaidia vipi? Tunawasaidia, tunawapa elimu kwanza wanajua wenyewe, wanajua namna ya kugeuza hizo taka kuwa fursa. Wanakuwa na uhakika wa kuvaa vile vifaa vya kujikinga ili kuwa vizuri kiafya. Ni mambo gani ambayo yakifanyika katika jamii ambayo Nipe Fagio mnaona yanaathiri mazingira, yanatengeneza taka kuliko kudhibiti, mnakuwa hamfurahishwi nayo? Kweli kuna tabia ambazo kiukweli sisi kama binadamu ambao tunajitambua tunatakiwa tuachane nazo. Unajua kuna watu wanafikiria kwamba taka ni kitu ambacho kinatakiwa kiteketezwe au kitupwe. Lakini kiuhalisia unapoteketeza taka unazalisha tatizo jingine. Yaani unatatua tatizo alafu unazalisha tatizo jingine. Kwa mfano tuchukulie umetupa taka kwenye ardhi. Hapo ikiingia kwenye ardhi kuna taka nyingine zina kemikali kama plastiki.
ikikaa muda mrefu kwenye ardhi, kuna viumbe wanaokaa kwenye hiyo ardhi wanaathirika. Lakini vile vile taka zikienda kwenye vyanzo vya maji kama bahari, tuna bahari pale, sasa ile huwa ni hatari, na tafiti zimekuwa zikifanyika zinabaini kwamba kuna samaki ambao wamekufa baada ya kula taka au baada ya kushikwa na taka. Umeona? Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa, lakini kuna mazalia ya samaki yanaharibiwa kutokana na hizi taka. Yanatokea mafuriko kutokana na hizi taka, kwa sababu kama taka nyingi zitatupwa kwenye vyanzo vya maji au kwenye mito, ile taka huwa inakuwa kama kizuizi. Mwisho wa siku yale maji yakijaa yanaingia hata sehemu za watu. Kwa hiyo ni changamoto. Lakini kitu kingine, tabia nyingine ambayo sio nzuri ni swala la kuchoma taka. Uchomaji wa taka sio mzuri, kwa sababu unapochoma taka kuna hewa ambayo inazalishwa pale. Ule moshi unaweza ukaleta madhara ya kiafya, kwa sababu unakuwa sio rafiki. Asante sana Marco. Kwa kifupi tu, siku hii ni mambo gani ambayo unashauri? Jambo moja kwa sababu ya muda. Kwa jambo ambalo nashauri ni kwamba watu wote, serikali, taasisi binafsi, tushirikiane katika kuhakikisha tunatekeleza mfumo wa taka sifuri. Ni mfumo mzuri sana, sababu lengo ni kuondoa taka, na tunapoondoa taka tunakuwa tunasaidizana sote. Tunasaidiana sisi binadamu, lakini vile viumbe ambavyo tunawategemea. Asante sana. Pamoja na mazingira yetu, kwa sababu tunategemeana. Ni Marco Doto, afisa hamasa wa jamii kutoka taasisi inayojishughulisha na masuala ya usafi.